Habari, karibu tena kwenye mfululizo wa kusoma Biblia ili kugundua kweli, au njia muhimu ambazo tunazitumia ili kusoma Biblia kugundua ukweli. Inawezekana katika kipindi kilichopita ulikosa, unaweza kufuatilia vipindi vilivyopita. Tulijifunza kuhusu njia au hatua ya kwanza ambayo inaitwa hatua ya uchunguzi. Hatua hii ya uchunguzi tuliangalia inatusaidia kujua picha kubwa ya kifungu cha maandiko ambacho tunakisoma, na tuliangalia pia katika kusoma kwa kutumia njia la hatua hii tunachunguza kama vile mtafiti anavyotafiti mambo mbalimbali, akimuuliza mtu maswali mbalimbali. Na tuliangalia pia mambo ya muhimu ambayo yanatusaidia kuweza kusoma au kuchunguza kwa umakini, kuchunguza kwa kurudia. Tuliangalia kuchunguza kwa maombi. Unasoma kwa maombi, manake unachunguza kile kitu ambacho unakisoma kwa maombi. Lakini pia tuliangalia tunachunguza kwa utafiti au udadisi. Tunachunguza kwa kuwa wavumilivu, kwa sababu itatuhitaji kusoma mara kwa mara. Kwa hiyo inatuhitaji uvumilivu, au tusipate ile maana kwa haraka. Kwa hiyo inatuhitaji kuwa wavumilivu. Lakini pia tulitoa maangalizo unaposoma neno la Mungu kwamba usiingie na tafsiri yako au na maana yako kwenye neno la Mungu ambayo ulifundishwa na mtu au na wewe mwenyewe uliposoma hapo nyuma ulijenga mtazamo fulani. Kwa hiyo usiingie na mtazamo huo, ingia kuiona Biblia ni mpya. Lakini pia tuliangalia kwamba tunahitaji kubaki kwenye mstari wa maandiko matakatifu kila wakati. Tusitumie maneno mengine ambayo hayapo ndani ya neno la Mungu, bali yale yaliyo ndani ya neno la Mungu ndio tunapaswa kuyatumia, kwa sababu ndio tunapaswa kuyatii pia. Lakini pia tulikumbushana kwamba hatupaswi kuacha muktadha tunaposoma neno la Mungu, au tunapochunguza hatupaswi kuacha muktadha nyuma. Ni muhimu tunapopata picha kubwa tuzingatie muktadha. Sasa kipindi cha siku ya leo tutaangalia sasa maswali 7 ya msingi ambayo mimi huwa nayatumia sana kusoma Biblia, na yananitia moyo na yananisaidia kuielewa Biblia kwa haraka. Swali la kwanza ambalo tunalitumia ni kifungu hiki kimeandikwa na nani? Kifungu hiki cha maandiko kimeandikwa na nani? Hii swali, nani ameandika kifungu hiki, wapi alipoandika, lini aliandika, alimwandikia nani? Yanatusaidia wapi, lini, namna gani, kivipi. Inatusaidia kujua ili iweje, kwa nini aliandika. Maswali hayo mengi ambayo tunajiuliza ni ya muhimu sana. Kwa mfano, swali la nani ambaye anazungumziwa katika kifungu hicho, ni lazima uangalie wahusika. Wahusika ni wakina nani? Yaani mhusika mkuu ni nani na wahusika wadogo ni wakina nani, na wamezungumziwa vipi? Kwa mfano, kwenye swali hili la nani unaweza kujiuliza ni nani mwandishi wa kitabu hicho, ni nani mwandishi wa kifungu hicho, aliandika lini kifungu hicho. Na yawezekana kwenye swali la nani unaweza kujiuliza pia ni nani ambaye anazungumziwa, au ni nani ambaye anazungumza. Kwa hiyo ni muhimu kujua ni nani anazungumza, nani anazungumziwa, ni nani aliandika kifungu hicho, alimwandikia nani. Hayo maswali 5. Nani aliandika kifungu hicho, alimwandikia nani, na wahusika ambao wako ndani ya kifungu hicho ni nani, na wanazungumziwaje, na huyu anayezungumza ni nani. Ni muhimu sana kujua kwenye swali la nani. Lakini swali la pili ambalo tunapaswa kujiuliza ni wapi. Wapi kifungu hiki kiliandikwa? Hii inatusaidia kujua mahali. Tukijua mahali, manake tutajua utamaduni wa sehemu ambapo kitabu hicho kiliandikwa, na kwa nini mwandishi alihitaja eneo hilo. Alitaka tujue nini hasa katika kifungu hicho. Lakini pia ni muhimu kujua ni lini. Tunataka kujua historia kidogo,
ya mahali ambapo kimeandikwa kitabu. Tukisema lini mwaka, tunataka kujua mwaka au karne fulani ambapo kiliandikwa kitabu. Hii inatusaidia kujua watu wa kipindi hicho ni watu gani, walikuwa ni watu wa utamaduni gani, walikuwa ni watu wana sifa gani. Kwa hiyo kujua wapi ni muhimu, kwa sababu unajua jiografia, na ukijua jiografia utajua utamaduni, utajua desturi, utajua jinsi walivyokuwa wanaishi, utajua jinsi ambavyo walikuwa wanafanya nini, wanaamini pia. Inatusaidia. Historia ni muhimu kujua pia. Itatusaidia tunapotazama muktadha wa kihistoria, basi swali la lini kiliandikwa kitabu itatusaidia kujua mwaka. Labda utaendana na mtawala fulani ambaye alifanya vitu fulani, ndio maana kwenye neno la Mungu limeandikwa hivyo. Mfano kipindi cha Herode, alipowaua, kwa nini aliwaua? Unatakiwa ujue mambo kama haya. Lakini pia swali lingine la muhimu la kujiuliza, kwamba huyu mwandishi wetu ambaye ameandika hichi kitabu aliandika kwa ajili ya kina nani, si ndio? Kwa hao watu ambao wanazungumziwa hapo, itatusaidia kujua swali lingine ambalo linazungumziwa hapo. Kwa hiyo swali hili lingine ni kwa namna gani, yani kwa namna gani au kivipi limezungumziwa hilo jambo, amezungumza nini? Kwa mfano kwenye swali la nini tunaweza kuangalia jambo la muhimu sana. Kwa mfano, ni nini muundo wa uandishi? Unajua huyu mwandishi alitumia muundo gani? Alitumia masimulizi, alitumia ushairi kuleta ujumbe wake, au alitumia barua, au alitumia namna gani? Kwa sababu kila kitu ambacho alitumia, namna staili aliyotumia kuandika, ndio staili hiyo itatusaidia kufanya ufasiri au itatusaidia kuchunguza. Tunasema ni nini aina ya uandishi. Tutaangalia swali ni nini aina ya uandishi, ni nini muundo wa uandishi aliotumia, ni nini hasa kinachozungumziwa humo. Hapo utaangalia ni nini migawanyiko, utaangalia nini jinsi alivyogawanya ujumbe wake kwenye hicho kifungu. Na mara nyingi waandishi wengi wa Kiyunani na wale wa Kiebrania walipokuwa wanaandika, waliandika kwa kupangilia pointi, au waliandika kwa kupangilia ujumbe fulani. Kwa hiyo ni muhimu sana unapojiuliza swali ni nini ambacho mwandishi anakikusudia au anakizungumzia hapo, bila shaka utaangalia maneno mfano yanayojirudia rudia yale, utaangalia viunganishi, jinsi vinavyounganisha, kwa sababu vile viunganishi vitakusaidia jinsi ambavyo walikuwa anakata pointi moja na nyingine, na anavyojenga juu ya ujumbe husika au picha kubwa inayozungumziwa hapo. Lakini pia itatusaidia kugawanya ujumbe katika sehemu mbalimbali. Kama ni pointi 3 au ni 4, kwamba aligawanya katika mara 3 au mara 4, itatusaidia kuona hiyo. Na hata hii itakuwa ni sehemu muhimu sana kwa mtu yote anayehubiri Injili au anayehubiri neno la Mungu kuzingatia swali hili. Lakini tunasema amezungumzia kivipi? Tumezungumzia anazungumzia nini, lakini anazungumzia kivipi? Manake hapa sasa tunataka kuangalia jinsi anavyomzungumzia Mungu na jinsi anavyozungumzia wanadamu. Wanadamu kwa nini katika kile alichokizungumzia anazungumzia mwanadamu katika namna gani? Anazungumzia mwanadamu kivipi? Na Mungu kivipi? Manake hapo utajiuliza maswali kama haya. Neno hili ninalolisoma linamzungumzia vipi Mungu? Linataja sifa gani za Mungu, au linaendana na funzo gani la kisiolojia? Mfano, linazungumzia kanisa, inaweza ikawa inazungumzia maombi, inaweza ikawa inazungumzia mada fulani muhimu ya kisiolojia. Kwa mfano, anaweza kawa anazungumzia uhusiano binafsi na Mungu. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua Mungu anahusika vipi kwenye hilo neno la Mungu, kwa sababu kama hatupati ufunuo wa Mungu anavyohusika kwenye hilo neno, itatupa changamoto ya kujua Mungu anataka nini na anataka sisi tufanye nini.
lakini ni muhimu kujua mwanadamu amezungumziwaje katika kifungu hicho. Lakini ni muhimu sana kwamba hao wahusika wanazungumziwaje na namna ambavyo walitekeleza huo ujumbe wao. Inakusaidia kujua zaidi na kwa mapana zaidi. Lakini namna gani tunaangalia ni namna gani hao wahusika, kila mhusika mmoja mmoja alizungumziwa, lakini ni namna gani ambavyo huyo mwandishi ametoa hoja zake, amepangilia hoja zake. Tunaweza kuona jinsi alivyozigawanya hoja zake kwenye kila muundo, katika muundo wake ule, jinsi alivyogawanya hoja zake. Ni muhimu kujua kwa sababu kuna maswali mbalimbali ambayo utapaswa kujiuliza hapo. Kwa mfano, mwandishi anazungumzia hoja zipi, na kwa nini mwandishi ametoa hoja hii? Ni hoja gani muhimu katika kitabu, katika kifungu hiki? Ni nini wazo kubwa ambalo mwandishi analizungumzia hapa? Ni jambo gani kwa ukubwa au kwa upana, au picha gani kubwa ninaipata kutokana na kifungu hiki? Jambo gani muhimu ambalo labda mwandishi huyu anataka mimi nilifahamu kutoka kwenye kifungu hiki? Ndio jambo la muhimu sana ambalo linazungumzia. Lakini kwa nini amezungumzia hivyo? Ili iweje? Kwa nini ametoa neno? Kwa nini kifungu cha maandiko hiki kiliandikwa? Kiliandikwa ili iweje? Kiliandikwa ili kitekeleze. Maana hapa sasa utajiuliza ni sehemu gani ya maisha yako ambayo unaona inaguswa na kifungu hicho, katika hisia zako, katika akili zako. Yani maana yake ni kwamba labda katika tabia yako, inawezekana pia hata kuna jambo ambalo unatakiwa kubadilisha. Ni jambo gani ambalo unaona unahitaji kulibadilisha, ambalo neno la Mungu linakataza hapo? Lakini ni kitu gani ambacho unaona neno la Mungu linakuhimiza kuendelea kukifanya? Kwa hiyo ni muhimu sana kujua hiyo, kwa sababu itakusaidia kuweza kuchunguza kwa mapana. Na jambo la msingi ni kwamba pamoja na kwamba tunakupa video hii, lakini pia utapata mambo mbalimbali ambayo, maswali mbalimbali na notes mbalimbali ambazo zinaweza kukusaidia. Unaweza kuwasiliana na hao watu wa mawasiliano hapo ili wakupatie notes hizo. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa kweli kufanya uchunguzi kwa upana zaidi kwa njia ya maswali. Lakini pamoja na kwamba utafanya maswali na utatumia maswali haya, kuna mambo mengine ya muhimu ya kuzingatia. Kwa mfano, kuzingatia maneno yanayojirudia rudia ni muhimu. Lazima utaandika baada ya kumaliza maswali hayo yote, utaanza kuangalia maneno yanayojirudia. Ni muhimu kuyanoti. Ni muhimu kuangalia jinsi ambavyo maswali kama viunganishi itakusaidia kujua jinsi alivyounganisha ujumbe wake. Mfano, katika neno la Mungu, hasa katika barua za Paulo, utaona maneno kama kwa hiyo, utaona maneno kama bari, utaona kwa sababu hiyo. Maana yake anabadilisha pointi kutoka pointi moja na pointi nyingine, maana yake anajenga juu ya pointi iliyotangulia. Kwa hiyo ni muhimu sana tunaposoma Biblia yetu tusome kwa mpangilio, na katika hatua hii ya uchunguzi ni lazima tufanye uchunguzi vya kutosha sana na kwa makini, ili tuweze kutengeneza tunasema urahisi sana pale tutakapokuja kufanya ufasiri wetu. Kwa hiyo tukikutana wiki inayofuata tutaendelea na hatua nyingine zinazofuata, na hasa tukikazia jambo hili la uchunguzi, na then kuingia kwenye hatua ya ufasiri wa maandiko matakatifu. Asanteni sana na karibu sana kwenye peji zetu za 100 Publishing katika TikTok, Facebook, lakini pia na Instagram. Mungu awabariki.